Waswahili wanasema mambo mengine ni bora uyasikie lakini yasikupate. Vita, tabu, shida, machafuko ni bora uyasikie tu kwa majirani lakini yasikupate. Katika hizi siku za karibuni, tuseme siku 4-5 zilizopita, kumeshuhudiwa hali ngumu ya kimaisha, hali ngumu ya kibiashara katika jiji la Dar es Salaam na mikoa mingine kama Mwanza, Arusha, kufuatia machafuko ambayo yametokea hivi karibuni kupitia uchaguzi ambao ulikuwa unafanyika. Sasa kila kona ya nchi kumekuwa na hali ngumu ya ghafla ambayo haijatarajiwa ama haikuwahi kutarajiwa kutokea. Na yote haya yamesababishwa na machafuko ambayo yametokea. Just imagine ni siku kama 4, ni siku kama 2 za kuandamana, lakini kumekuwa na shida kubwa sana ya biashara. Kiasi cha kwamba unakuta nyanya moja unauziwa shilingi hata 500, unauziwa shilingi hata 500. Unakuta cabbage ambayo watu walikuwa wananunua shilingi 1000 ya Kitanzania, unakuta unauziwa mpaka shilingi 5000 mpaka shilingi 3000 cabbage ya kawaida na vitu vingine. Sasa unaona yote hayo yamesababishwa kwa sababu ilikuwa ni ngumu watu kutoka, watu kwenda sokoni, watu kwenda mahali popote. Ndani ya hizo siku 4 zote tangu zuio la serikali ilipotangaza watu wasitoke nje masaa fulani, kuanzia siku hiyo kumekuwa na security ambayo ilikuwa ni ngumu. Watu ni kukaa ndani tu, watu hakuna kutembea umbali wowote, yani ni kukaa ndani siku zote. Sasa unaona kama hauna chakula, kama hauna chochote, una watoto na familia zetu za Kiafrika hizi za Kitanzania, unakuta familia moja ina watoto mpaka 5. Kwa hiyo kama haukujipanga, ina maana lazima upepo mbaya upite. Kwa hiyo kumekuwa na ugumu sana, labda maybe tusubirie serikali kwa sababu tayari shughuli kila mikoa, Arusha, Mwanza, Dodoma, tayari shughuli za kawaida zimeanza kurejea na mambo mengine pia yameanza kurejea. So tunasubiria sasa tuone mambo yatakwendaje, lakini kiukweli kabisa ni kwamba shughuli zimetatizika, sio Zanzibar, sio Tanzania bara, wala sio mahali popote, sio Mbeya, sio wapi. Lakini tunaamini kwamba pengine hivi karibuni tutashuhudia mambo yakienda vizuri, biashara zikirudi vizuri na kila kitu kikiwa sawa. So tunahitaji kuombea Tanzania na Mungu aweze kuilinda na kuiponya na kuzuia kila aina ya changamoto yoyote ambayo Watanzania tunaipitia. Mungu aendelee kutusaidia.